Swali langu linasema kwa hivi, naulizia wakina mama, je, mwanamama atakapokuwa anaandaa iftari, itakapofika ule muda wa kuoja chakula, je, anaruhusiwa kuoja chakula mwanamama? Kwanza na chumvi kama imekoza, inaruhusiwa mwanamama kuonja chakula bila asimezi. Amezi asikilize kama chumvi mkule, au kama atakopa kwa watoto wadogo, mtoto mwana inukia, mtoto mkubwa anaweza kumuita akamwambia pita kwanza hapo nisikilize kama chumvi imefanya nini, imekosa. Na kama patakuwa hakuna mtu au mfanyakazi mwenye sio Muislamu, anaweza kumuita akamsikilizia hapa chumvi. Au mmeenda sokoni, sikiliza kama muogo uko sawa, sio mchovu. Sawa? Kama hauna na una mashaka, unaweza wewe mwenyewe ukasikiliza, lakini usifanye nini? Usimeze. Unatafuna kidogo kisha unafanya nini? Unatema. Katika hali kama hiyo inaruhusiwa mwanamke ikiwa kama anapika iftari kuweza kuonja, lakini asifanye nini? Asimeze. Na inaruhusiwa ikiwa kama anahitaji kuoga, usioge huko msaumu. Sasa ni mwezi watu kwa wachafu. Koga, lakini uchunge maji asifanye nini? Asiingie mkini. Ndio utaratibu huyo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Inaruhusiwa Muislamu kuweza kuonja. Na ikiwa mtu atakula kwa kuzania kama alfajiri bado haijaingia, saumu yake inakuwa iko, hata kama akitoka nje anaona ashakuwa mwanga. Hata kama akija kugundua kama alfajiri kumbe ilikuwa ingia zamani, huyu amekula kwa kuzania kama alfajiri hajafanya nini, haijafika. Kwa hiyo saumu yake iko vizuri, lakini akiwa na uhakika hatakiwi kula, kila anakuwa amekula mchana. Maana kama itatokea sehemu hakuna adhana, na leo mambo ni mepesi kwa sababu tushaona kama muda wa majira adhana alfajiri inatoka saa ngapi? Saa 11. Maana inabidi utizame saa kabla ya kula. Wanaboresha kwa saa 11 dakika 3. Maana hapa siruhusiwi kufanya nini? Siruhusiwi kula. Lakini kama itakuwa inakosa dakika 40, saa 11, hapa muda wa kula bado. Kwa hiyo inabidi mtu afuatilie majira. Kama akiwa sehemu yenyewe hakuna adhana isikiki, afuatilie nini? Saa. Na mtu wa mwisho kula zako ni mpaka saa ngapi? Aulize ili asije akaingia kwenye matatizo baadaye. Kwa hiyo kama mtu atakula kwa kushakia kama alfajiri haijaingia, sawa, saumu yake inakuwa ipo. Hata kama atakuwa amekula mchana, saumu yake itakuwa ipo, kwa sababu yeye alikula kwa lengo la kuzania kama muda hujafanya nini, haujafika. Mfano yuko nakula sasa, ndio anasikia wanasali msikitini, yuko nakula anasikia wanasali msikitini, anasema tema vya yuko mkinyo vitema, tema vya kula vya mkinyo tema, pitisha maji na uendelee na nini, na saumu, kwa sababu ulikula kwa kuzania kama nini, alfajiri haijafika. Labda mataa yamekuwa yamekatika hiyo wakati, hakusikia adhana, hata adhana moja ikutoka. Lakini misikiti ya leo mashallah, kuna misikiti ambayo wanatumia alhamdulillah, hapa hoja utakuwa hauna sikusikia adhana, nasikia tu wako na sali, sababu mimi ulikuwa umekatika. Tunasema sawa, utasikia ile wako na sali na chakula kiko kinywani, unafanya nini? Unafuka unatema, ni maji unafuka unatema hivyo, kisha unaendelea na swaumu. Hiyo ni adhana ya pili kama wanaanza kusali. Wallahu a'lam. Nilikuwa nauliza ile swaumu ya kwanza, nilikuwa naumwa, lakini nikasema naumwa kinini na niko na swaumu. Nikaenda hospitali kuonana na daktari, akanifanyia vipimo ya damu. Vipimo ya damu singekataa juu nilikuwa naumwa, nilikuwa nasikia vibaya sana. Lakini nikakuwa nauliza, wakaniambia eti kama walikutoa damu haisaidii, hauwezi kuendelea unafunga, hiyo saumu inakuwa imeharibika. Basi nikafanya nini hiyo saumu, nikasema kama itabidi nilipe. Ndio tulikuwa tunauliza kama unaumwa na kuchota damu kwenye mshipa, saumu iko pale pale au imeharibika? Inaruhusiwa kama mtu atakuwa amefunga kwenda kupima afya yake, au kama ana moto mkali
wakampiga shindano ya kupunguza homa au hata serumu, inaruhusiwa kama iko kwenye ibada ya nini, ya swaumu, na swaumu yake iko pale pale. Kwa hiyo kama unakushuka damu labda kupima malaria, typhoid, swaumu iko pale pale, haiharibiki. Au kama vile mtu anaumwa asma, anasikia pumzi imekuwa ndogo, hata kutumia ile pombe inaruhusiwa, haina shida. Au mgonjwa mwenye kuumwa kisukari, kwa siku anatumia ile shindano, anaruhusiwa kujichoma na kuendelea na nini, na swaumu, sababu haya hayatakiwi. Ama kama mtu anataka kuinama kupiga bomba sasa, tunasema usipige bomba mchana wa swaumu. Ukitaka kupiga bomba, piga jioni. Piga bomba lako jioni, usipige mchana, piga jioni. Pale unataka kufuturu, piga bomba lako sawa, lakini mchana usisubutu kupiga bomba mchana. Kwa hiyo mtu inaruhusiwa kupima afya yake na wakamchota damu, somo inakuwa iko pale pale, wala haijafanya nini, haijaharibika, somo iko pale pale. Mimi swali langu linazungumzia katika hadithi ambayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anayosema ya kuwa hakika malaika wa rehma hawaingii katika nyumba ambayo kuna mbwa ndani yake na kuna picha. Sasa ikiwa kwa mfano mtu anaswali kwenye nyumba ambayo iko na picha ndani yake, je, swala hiyo inakubaliwa? Ikiwa mtu anasali kwenye nyumba ambayo iko na picha ndani yake au mbwa, sala yake inakubaliwa. Picha iko kivyake na sala iko kivyake, ni mambo mawili yako tofauti. Sawa, akisali katika hiyo nyumba asielekee hiyo picha, na yeye ni makosa kuweka picha katika nyumba, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema almalaikatu la tadkhulu baitan, malaika waingii nyumba ambayo ndani yake kuna picha au kuna nini, kuna mbwa. Manake ni malaika wa kheri, manake malaika wa kheri hawaingii katika hiyo nyumba. Sawa, ama malaika wale ambao wanaandika mema maovu, wale unakuwa kwa kila wakati uko sehemu nao, kila sehemu utakuwa huko na uko pamoja nao. Kwa hiyo mtu kuelekea picha, na ikaja katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa haoni msalaba au picha isipokuwa amefanya nini, ameiondoa. Kwa hiyo ni vizuri mtu akitaka kuswali usielekee picha, wala usali katika nyumba ambayo kuna nini, kuna picha ndani yake. Inawezekana umeenda kutembea sehemu ambayo hakuna Waislamu au sio Waislamu ambao umekwenda kuwaona, na hiyo sehemu zao wanakuwa wanaweka mapicha ndani, na pako baadhi ya Waislamu wanaweka mapicha ndani kwenye ukuta, na bandika picha ya harusi, picha ya familia. Haya yote ni makosa, ni makosa kuweka picha ndani, hasa kubandika kwenye ukuta. Kwa hiyo mtu akiswali katika hiyo nyumba, sala iko kivyake na picha iko kivyake. Maana ni madhambi ya picha yako kivyake na sala iko kivyake, ni mambo mawili yenye yako tofauti, hakuna kwa hivyo nakutana. Labda kisali na nguo yenye iko na picha, amevaa nguo yenye iko na picha, sawa, hapa ndio iko tofauti na mtu mwenye amesalia kwa sehemu ambapo kwa picha. Akisali na nguo yenye iko na picha ni madhambi, ni haramu. Maana anasali na iko napata dhambi za ile nguo ya picha yenye amemfanya nini, amevaa. Allahu a'lam. Nilikuwa nauliza kama mtu uko nakosha vyombo wala unafua, inaruhusiwa kwa unaisoma Qur'ani na kumsabihi Mungu? Kama mtu uko naosha vyombo unafua, inaruhusiwa kusoma Qur'ani. Qur'ani unaweza kuisoma nafasi yoyote isipokuwa tu ukiwa uko chooni. Kama unafua, kama unatembea, kama unapika, sehemu yoyote unaojisikia kusoma Qur'ani unaweza kufanya nini, ukasoma Qur'ani au kumsabihi Mwenyezi Mungu. Na sasa nikasoma Qur'ani kwa kichwa wazi, hiyo unaweza ukasoma Qur'ani kwa kichwa wazi, kwa sababu Qur'ani sio sala. Sala peke yake tu ndo hautakiwi kusali ukiwa kwa kichwa wazi, lakini ibada zingine naweza nikasoma Qur'ani. Unaweza ukasoma Qur'ani bila shaka ukiwa unaosha vyombo, ukiwa unafua, ukiwa unapika, inaruhusiwa, hakuna tatizo lolote. Na kama itakuwa vizuri zaidi ukapata muda kwa ajili ya kisomo ukauandaa, inakuwa ni bora zaidi, unakuwa hauna shughuli zingine, inakuwa ni muda tu wa Qur'ani tu, inakuwa ni bora zaidi. Lakini kuruhusiwa inafanya nini,
inaruhusiwa mtu kusoma Qur'ani akiwa anapika, akiwa anafua na mengineyo.